Ujambo mpenzi mtazamaji, langu ni Presenter Vinde. Leo niko uwanja wa Uhuru Park mkabala niko na rafiki yangu wa siku mingi anajulikana kama Bwana Atwood May Kamula. Nashukuru. Habari ya siku mingi? Mungu ni mwema, anasaidia. Salamu zimekuwa mingi, salamu za baba. Salamu za baba huku kule. Risala za rambirambi pia. Hivyo Kenya ni simanzi tele. Simanzi tele. Hatuna la kusema. Makala mwisho tulifanya na wewe tulikuwa tukifanya baba kama ameshindwa kura za AU. Lakini huzuni tunakutana tena kama baba ametuacha. Naam. Kwa hiyo kabla na Atwood Kamula, nimeuliza watu wengi, ni kauli gani unamkumbuka nayo Bwana Raila Odinga? Kauli ambayo yeye hakuwa mtu mchoyo, hakuwa na uchoyo wa uongozi, wala hakuwa na tamaa ya uongozi. Kuna wakati baada ya kushindwa kura mwaka 2017 pale ambapo aliweza kuafikiana na chama cha kilichokuwa cha Jubilee, wakati ambapo rais wa mpito huo alikuwa Uhuru Kenyatta. Wakati waliafikiana na kusema kwamba watafanya kazi pamoja, alisema mtu mmoja si muhimu kuliko taifa zima. Mtu mmoja si muhimu kuliko taifa zima. Na hivyo hiyo ndiyo kauli ambayo imemkuza mpaka kisiasa hadi pale alipofika mahali ambapo ameaga dunia. Naam. Vipi ametuacha katika hali ambayo ni hatukutarajia? Naam. Vipi tumeona viongozi mbalimbali wameweza kumsherekea kwa uzuri, kwa ubaya. Lakini wakati tulikuwa katika uwanja wa Nyayo tukimwona kiongozi wa DCP Gachagua, inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba kuna kila mtu ana uhuru wa kusema kile ambacho kina mkusudi naye, ambapo tukiangalia kikweli wengi walimpenda. Hata dunia nzima ilimpenda, manake alipigania demokrasia, utaifa, na alipigania yule mnyonge. Na kikweli kuna wale watu ambao hawakutaka afanye kazi na watu tofauti. Kwa mfano jinsi alipoingia kwa muungano pamoja na Rais William Samoei Ruto, kusema kweli mwanachama huyu Bwana Rigathi Gachagua hakufurahikia, manake alijua huo ndio utakuwa sambaratisho wa urafiki wake, ule ukuruba wake na chama kilichokuwa mamlakani. Kwa hivyo hakuweza kufurahikia, na hivyo basi akona kauli ya kusema kwamba hana haja kabisa wala hakufurahikia vile walivyokuwa wakifanya kazi na yeye. Tukisonga mbele, tumeona kwamba taifa la Tanzania, taifa la Uganda Besigye ameomba ruhusa ya kuja kumwomboleza Bwana Raila Odinga, amenyimwa. Inaashiria vipi? Unajua baba alikuwa anapigania demokrasia. Hii inaashiria kwamba baba alipendwa sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki pamoja na Afrika kiujumla, na pamoja na dunia nzima. Ishara yake, uwepo wake kila pahali uliashiria kwamba uliashiria demokrasia, uliashiria upiganaji kwa wanyonge, uliashiria ukweli fulani, ambapo aliweza pia kuonyesha mambo fulani ambayo hayakuwa upenuni pa watu. Na hivyo basi kwa mfano kama yule Kizza Besigye ambaye yuko pale kwenye kizuizi cha Uganda kule, anataka aje katika mazishi yake, lakini sasa unapata kwamba yule aliyetoa mamlaka Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, anamkataza. Hii ni kuashiria kwamba bado Afrika bado tunahitaji demokrasia, bado uongozi wa Afrika bado ungali na wale viongozi wa kiimla. Kwa mfano kama Yoweri Kaguta Museveni, kumzuia Besigye kuja Kenya ni jambo ambalo kwa sasa kwa dunia sasa ni jambo la kuhuzunisha sana. Vile vile nimemwona pale Tundu Lissu akimwambia yule kaimu wake makamu Bwana Heche aje Kenya, lakini sasa pale kwenye boda anazuiliwa na wale maafisa
wale maafisa wa idara ya ulinzi pale. Hii inaashiria kwamba ni demokrasia bado haijakuwa katika nchi fulani za Kenya, za ukanda wa Afrika Mashariki, kwa mfano kama Tanzania, vile kwa mfano kama Uganda, bado demokrasia haijakuwa. Kusema kwamba demokrasia tunapozidi kuenda mbele wanarudisha nyuma. Naam. Naam. Tukimalizia vipi, hali ya upinzani itakuwa vipi katika taifa la Kenya na chama cha ODM? Kiukweli tumeona kwamba kabla ya kifo chake baba kulikuwa bado na mgogoro ndani ya chama cha ODM. Lakini sasa Ndege amekufa sasa, na utapata wanao wanatawanyika sasa. Ndo hii inaashiria kwamba yule ambaye alikuwa na tatizo fulani na baba, ama wale viongozi ambao walikuwa chini ya baba ambao hawakuwa na usemi, kuna mambo fulani ambayo yatafanyika sasa hivi kutokana na kifo chake. Hivi itaashiria kwamba kutakuwa na viongozi chipukizi ambao watajitokeza kimasomaso na kuongelea masuala fulani ambayo yale masuala pengine wangaliongea enzi za baba, yangaliudhi baba pengine na chama kizima cha ODM. Tumeona Sifuna pale kabla ya maafikiano ya baba na chama ambacho kilicho mamlakani, aliweza kuwa na utata sana. Aliweza kuwa na utata sana kuhusiana na ile handshake na Rais William Ruto. Vile Babu alionyesha kwamba alikuwa na makasiriko fulani. Vile kuna huyu mbunge wa Mount Elgon Bwana Hamisi, alikuwa vile na utata fulani na baba, lakini hakuweza kuudhirisha waziwazi. Lakini sasa kwa vile baba ameaga dunia, hii inaashiria kwamba kutakuwa na usemi fulani, na hivi kwamba huenda chama kinaweza tawanyika na kuunda mrengo ambao utaashiria sura mpya ya vijana kuingia uongozini, ambapo sasa ile enzi ya wazee, kwa mfano wampata wale viongozi ambao wamekuwa kwa chama cha ODM, kwa mfano kama baba ambaye ni sasa ni hayati Oburu Odinga, tumpata Orengo na wanachama Anyang' Nyong'o, yani wanachama wengine ambao wamekuwa kwa hicho chama kwa muda mrefu. Sasa hivi tutataka mwamko mpya. Nasema tunataka mwamko mpya. Naona tafika hapo kwa sasa, naona kwamba naashiria. Nashukuru sana kwa kuweza kumwomboleza baba na kuweza kutupatia maoni yako. Na vipi upate kwa mtandao vipi? Kwa mtandao nipate kwa jina @Kamula kwa mitandao yote ya Twitter, Facebook, TikTok, pamoja na Instagram. Sama kila mahali bwana @Kamula. Shukrani. Mimi kwa mitandao kwenye YouTube Presenter Vendi, kila mahali Presenter Vendi, na utazama makala, like, subscribe and share. Tukutane wakati mwingine.